tunaiomba serikali utaratibu ambao walitumia mwaka 2022 ya kuweka ruzuku waone kama inawezekana kwa kipindi hiki kuweka ruzuku ya mafuta ili gharama kidogo iweze kufanya nini? Kupungua. Na hapa ukipiga hesabu kwa namna mafuta yalivyopanda 2022 na namna yalivyopanda 2026, serikali inabidi iwekeze zaidi ya bilioni zisizopungua karibia 500 kwa mwezi mmoja ili gharama at least iweze kufanya nini? Kushuka. Sasa lazima waangalie na uchumi utakwendaje, lakini ushauri tumeipa serikali na serikali ina wajibu wa kutizama sasa nini kiweze kufanyika. Lakini la pili, kuangalia kama itasitisha tozo kwa muda mchache, sio kuziondoa kabisa, kwa sababu kama nilivyosema kodi ndo zinaendesha uchumi wa nchi. Asije mwanasiasa hapa akaingia akasema yeye akiingia ataondoa kodi kwa Watanzania. Haiwezekani. Hakuna nchi isiyoendeshwa kwa kodi. Kwa hiyo kuona kama kuna muda fulani wanaweza kusitisha ili kukabiliana na hii changamoto kupitia wataalamu wao wakishirikiana na Wizara ya Fedha. Hiyo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, kiongozi ameuliza pale, ikiwa hali mbaya Mashariki ya Kati itaendelea kuwepo, nini kitafanyika? Yani serikali itachukua hatua gani? Na B akasema mafuta gani yamepanda. Sasa mafuta, serikali inaposema ina mafuta labda lita milioni 1, maana yake imechukua mafuta ya ndani ya nchi, mafuta yaliyopo njiani yanayokuja, na mafuta ambayo tayari wamesha yalipia nje ya nchi ambayo yanakuja ndani ya nini? Ya nchi. Lakini yapo mafuta ambayo ni mikataba imesainiwa, bado payment hazijafanyika, yanakuja wapi? Nchini. Kwa hiyo gharama sasa itategemea na bei ya soko la dunia, kama ambavyo imesema hapa kwamba mjengeko wa bei hauangalii tu kwamba mafuta yapo haya yameshalipiwa, ina comprise na huko. Sasa mfano meli inakuja, imefika njiani, imekutana na vikwazo, ina delay pale. Ikisha delay inabidi iwe inalipiwa labda kila siku. Hiyo kosti inakuwa vipi? Maana yake itachangia katika uongezekaji wa nini? Wa bei ya mafuta. Hilo la pili. Lakini jambo lingine, kama itaendelea, nini kitafanyika? Moja, mimi nadhani serikali itaangalia namna bora ya kwenda kununua mafuta katika nchi ambazo zina utulivu, lakini lazima tukubali gharama itakuwa ni kubwa sana, kwa sababu nchi nyingi hazizalishi mafuta. Nchi nyingi zinazozalisha mafuta ni hizo ambazo tumezitaja za Mashariki ya Kati, lakini ziko baadhi ya nchi maybe inawezekana zina stock kubwa. Sasa distance price yao itakuwaje? Kwa sababu ukisoma uchumi wanasema demand ikiwa kubwa bei inakuwaje? Demand, watu wakiwa wana demand bidhaa fulani sana, bei inakuwa nini? Inaenda juu. Sasa bei ikienda juu, tuangalie impact yake na uchumi wetu itakuwaje. Kwa hiyo ninaamini serikali itachukua hatua mahususi kuhakikisha mafuta yanapatikana. Ndio maana tukasema awali kwamba tunachoshukuru mpaka sasa kupitia serikali kwamba mafuta yapo na hatuna mgao wa mafuta. Ukienda Shell mafuta yanapatikana. Baadhi ya nchi hayo mafuta hayapo. Lakini jambo la pili, kuna shehena ambazo zipo zinaendelea kuja nchini za mafuta. Kwa hiyo tunamuomba Mungu kwamba vita ishe ili maisha yarudi kama zamani na kazi ziweze kufanya nini? Kuendelea. Jambo la tatu, ndugu yangu aliuliza hapa kuhusiana magari ya serikali na ya chama. Mimi nadhani magari katika swala la mafuta, mfano sisi chama cha siasa, Chama cha Mapinduzi ni kama kilivyo cha Usta, kilivyo ACT, kilivyo chama kidogo Chadema na vyama vingine. Sio kwamba vyote vina magari. Maana yake magari ya chama sisi hayahusiana na magari ya serikali. Sisi magari yetu mafuta tutatumia, tutaweka, lakini hatuna magari ya gharama. Sisi magari yetu ni ya kawaida. Na ukiangalia ni Land Cruiser LX nyingi, sio? Nyingine labda ni LC 200. Kwa hiyo sasa chama kupitia katibu mkuu wetu kitaangalia nini kiweze kufanya, lakini chama tumechukua jitihada, gari zetu nyingi pia zimeunganishwa na mifumo ya gesi. Sasa kipindi hicho wakati tunaunganisha hatukujua kama kutakuwa na nini na hii changamoto. Kwa hiyo wito wangu, moja, chama tuendelee na ule mfumo wetu wa kuendelea kuweka gesi kwenye magari yetu, lakini serikali pia iweke mifumo ya gesi kwenye magari yao, lakini iangalie pia matumizi yasiyo na msingi wanaweza kayapunguza. Ndio maana tumesema awali hapa kwamba serikali ije na mpango mkakati mzuri wa kuweza kupunguza matumizi ya mafuta kwa kuleta sera ambazo zitasaidia Watanzania, mashirika na serikali yenyewe kuwa na njia mbadala
ya kuweza kupata nishati tofauti na mafuta, ikiwemo gesi asilia kwa maana ya CNG, na kuongeza uwekezaji katika vituo hivyo vya gesi, ili inapotokea changamoto ya mafuta yamepanda, basi tuokolewe na gesi asilia. Kwa hilo naamini nimekujibu kikamilifu. Kama ruzuku ikiwekwa, maana yake gharama ya mafuta itapungua kwa kiasi. Lakini kama vita itaendelea, maana yake changamoto itaendelea kuwepo, na hakuna kitu kizuri kama kuwa kiongozi ambaye unawaambia watu ukweli kuliko kutafuta umaarufu katika maisha ya watu. Asante sana. Mungu awabariki.